Wadau, hii story ya leo ni story yenye funzo tu. So sio headline hitters, sijui ni young and stupid, lakini ni story yenye funzo tu. Okay, twende kazi. Now, wadau, sijui ilikuwa ni mwaka gani, sijui ilikuwa ni tarehe gani, lakini tunapata binti ambaye anaitwa, huyu binti wacha tumuite Linet. Tunapata Linet hapo kijijini, amemaliza masomo yake ya form 4 lakini hana kazi yenye anafanya, so ako tu hapo home anasaidia tu wazazi kidogo kidogo. Akiwa tu shughuli zake, anakutana na kijana anaitwa, huyu kijana tumuite Sami. Anakutana na Sami. So akiwa shughuli zake tu hapo, wanakutana na Sami na wanaanza kuongea. Sami anavutiwa na mrembo sana, pia mrembo anaona Sami sio mtu mbaya sana. So wanaanza kuongea kidogo kidogo, wanabadilishana manamba kidogo kidogo, mapenzi yanashika sana, hadi huyu binti anatoka kwao anakuja kuishi kwa kina Sami, ama kuishi kwa Sami. Lakini unajua hizo siku za kitambo walikuanga wanakuja tu hivyo, na hivyo ndio ameoleka. So alikuja tu kuishi hivyo kwa kina Sami kidogo kidogo, manguo manguo kidogo kidogo kutoka kwao pole. Na hivyo ndio alijipata ameoleka kwa kina Sami. Okay, huku kwa kina Sami na yeye hana wazazi wake wote walifariki. Baba ndiye alitangulia, alafu mama na yeye amefariki. Hapo I think ndio kitu miezi 6 zimeisha hadi mwaka hujaisha tangu mamake afariki. So Sami anaishi na mdogo wake ambaye ni msichana. Anaishi na msichana ambaye ni mdogo wake. Huyu msichana wacha tumuite Faith. So Faith ni sister ya Sami. Yeye ukiangalia umri wao wanakaribia kutoshana na umri wa Linet. So Faith na Linet wako age moja. So wanaanza maisha, Faith anaanza hapo maisha kuishi na Sami, although wote maisha yao ni magumu, ni kuhustle tu pale, na yani maisha yao sio, ni maisha tu yani ya kukaza. Lakini Sami anajituma kama mwanaume, anahakikisha bibi yake ambaye ni Linet na mdogo wake ambaye ni Faith wanakula, wanakunywa, wanavaa. So maisha yanakuwa tu poa. Lakini inafika mahali huyu Faith anaona brother yake ambaye ni Sami ni kama anapenda sana bibi yake kuliko venye yeye anampenda. Yani iko hivi, anapenda sana Linet kuliko venye anapenda Faith. So Faith anaanza kuingiwa na wivu. Kwa nini brother yangu mimi ameanza siku hizi unapata akinunua nguo ananunulia bibi yake peke yake, ananunulia Linet peke yake, lakini mimi haninunulii. So kuna kawivu kanaanza kuingia hapo kwa Faith. Faith anaanza kidogo kidogo kumchukia Linet. So venye wanaendelea kuishi hivyo ndio hiyo wivu inaendelea kugrow. Hiyo wivu ina grow tu hivyo. So na ujue hakunanga kitu mbaya kama wivu wakati watu wenye wanaishi nyumba moja wanawake na wamechukiana. Hakuna kitu mbaya kama hiyo. So huu wivu unaenda unagrow sana hadi unakuwa wivu mbaya sana, wanachukiana tu kabisa. Lakini Linet yeye ana shida. Faith yeye ndiye ako na shida kwa sababu yeye ndiye ana feel vibaya. Kwa nini brother yake anamtenga? Yeye anahisi ni kama anatengwa. So Faith anaanza kumshawishi brother yake na kumwambia huyu bibi mwenye ulileta hata akufai. So kumwambia hivyo, si unajua kila siku anasemanga damu ni nzito kuliko maji. So anaanza kumweka fitina brother yake, anaweka brother yake fitina. Lakini brother yake bado anaendelea tu kumpenda Linet, lakini mapenzi yanapungua. So Linet anaona kabisa hapa ni ndoa yake inaenda kuvunjika na hangetaka hivyo. So Linet anatengeneza plan. Anasema ni lazima afikirie venye atadeal na Faith one and for all. So kitu ambacho anaamua kufanya, anaamua kuenda kwenye duka la dawa chemistry kununua dawa
ama sumu yenye inaua mtu polepole. Hapo ndio mawazo yake alimfikisha. So anaenda kwa chemistry, anaambia mtu wa chemistry ampee dawa ambayo inaua polepole. Obviously mtu wa chemistry lazima tu ashtuke, lazima tu akuulize. So mtu wa chemistry akamuuliza, by the alikuwa ni mwanamke. Akamuuliza, mbona unataka kufanya hivyo, na nani unataka kufanya hivyo na kwa nini? So Linet hakumficha. Linet alimweleza kila kitu, akamwambia mimi nimeolewa na tunaishi na mdogo wa bwanangu, na huyo mdogo wa bwanangu ananichukia sana, na ananichukia tu bila sababu. I think ni wivu tu. So mtu wa chemistry anamuelewa na anampea dawa. Anamwambia hii dawa umwekee kwa chakula. Ukimwekea kwa chakula itamchukua kitu kama siku 7 hivi ama siku 6 hivi kummaliza. Inammaliza polepole. So hakuna mtu yeyote ambaye atakushtukia, hakuna mtu ambaye atajua wewe ndio umefanya hiki kitendo. So Linet anachukua dawa, anaenda nyumbani, anaandaa lunch vizuri. Kuandaa lunch vizuri, anatia hiyo dawa kwa chakula yenye atapakulia nani? Atapakulia Faith. Yeah, so Faith anakula chakula kawaida tu. Baada ya kukula hicho chakula, so Linet anafikiria, anasema ndio nisionekane ni mimi, wacha nijifanye mzuri sana, ndio ili hata kitu ifanyikie huyu Faith wasijue ni mimi ndio nimefanya hicho kitendo. So akaanza kujifanya mzuri, hadi akaanza kumfulia Faith kitu yenye hakuwa anafanya, akifua nguo zake na bwanake na za bwanake anafulia hadi Faith. Anakuwa mzuri kwa Faith hadi anamchemshia maji ya kuoga. So ilikuwa hivyo kitu kama siku 3 hivi. Baada ya siku 3 hivi, Faith naye akarealize, akasema huyu shemeji yangu amebadilika sana, yani ananitreat vizuri. So naye pia akakaa chini akafikiria, akasema ni mbona nimchukie mtu mwenye ananitreat hivi vizuri? So hiyo chuki ikaisha. Pia yeye Faith akaanza kumfanyia Linet vitu mzuri. So wakapata hapo nyumbani maisha imebadilika, wanaishi kwa amani sana. Hiyo ugomvi yenye walikuanga nayo imeisha hivyo. So sasa wanaishi kwa amani sana. Lakini wanaishi kwa amani. Linet akaanza kujuta. Already alikuwa ameshamwekea dawa. So anajua hiyo sumu inaua Faith polepole. Anytime, any day Faith anaweza akafa. So na yeye anaona wameanza kuishi vizuri. So akaanza kujuta. Akakimbia mbio, akarudi kwenye hilo duka chemistry yenye alipewa hiyo dawa. Akaambia huyo mtu wa chemistry, please, naomba tu unisaidie dawa nyingine ambayo inaweza zuia hiyo sumu isifanye kazi, kwa sababu siku hizi amebadilika, siku hizi tunaishi kwa amani. Kwa sababu venye nilimwekea hiyo dawa, nilianza kumtreat vizuri ili nisimuoneshe chuki, kwa sababu ningemuonesha chuki alafu afe ama kitu imfanyikie wangejua ni mimi. So nilianza kumtendea vizuri. Mtu wa chemistry akamwambia, you know what, hata hiyo yenye nilikupatia sio sumu. Hiyo yenye nilikupatia hata haina madhara yoyote. Kitu yenye nilijua kati yenu ni ati ndio mtu umalize chuki ya mtu kwako, ni lazima umfanyie kitu mzuri. Huyo mtu na yeye ukimfanyia kitu mzuri, yeye pia ataanza kufeel guilty. Atafeel mbona nachukia huyu mtu na ananifanyia kitu mzuri. So na hivyo ndio ilifanyika. So huyo mtu wa chemistry akaambia Linet, ondoa wasiwasi, hiyo sio sumu na ako sawa. Na hiyo kitu yenye ulimwekea kwa chakula haina madhara yoyote. In fact, ni vitamins tu. So, historia leo, sijui wewe umechukua funzo gani hapo, kwa sababu sasa hivi tunaongea hivi wanaishi kwa amani na maisha yamebadilika sana. Wanaishi kwa furaha sana. So, unaweza chukua hapo funzo, na usisahau kusubscribe, kulike, kushare pia na kuachia comment.